nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Maneno yanaenda nitaongelea pia kuhusu utumishi. Usikubali kukatishwa tamaa, usikubali kukata tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Nehemia Mungu alikuwa amempa roho ya kumpenda Mungu, roho ya kumtumikia Mungu. Alikuwa anapenda sana kumtumikia Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa anapenda sana kumtumikia Mungu. Kwa hiyo pamoja alikuwa ni mtu wa kawaida kama mimi na wewe, hakuwa nabii, hakuzaliwa kwenye familia ya kikuhani, lakini ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi kwenye nyumba ya mfalme, anatenga vinywaji kwenye meza ya mfalme, lakini alikuwa na kitu ndani yake, alikuwa na kitu cha kumtumikia Mungu. Akiona kazi ya Mungu imeharibika, Nehemia anapata shida. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona wakati anaendelea kufanya hizo kazi zake kwa mfalme, wakaja ndugu zake. Tunaposoma pale mwanzoni, wanakuja ndugu zake, wanamwambia Nehemia mambo yaliyotokea Yerusalemu. Ukuta ule umeangushwa, malango ya ukuta yameunguzwa, yameteketezwa kwa moto. Tunaona Nehemia aliposikia habari kwamba Yerusalemu imepata shida, aliingia akaugua, akalia, akaomboleza kwenye nyumba ya mfalme. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini alikuwa akiomboleza ndani sirini, anaomboleza huko, akitoka kwa mfalme yuko vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Anaomboleza, inakuwaje Mungu? Inakuwaje? Kwa nini Yerusalemu imebomolewa? Kwa nini yuko hivi? Mungu inakuwaje? Anamuuliza Mungu. Baadaye tunamwona Nehemia aliamua kumwomba Mungu ampe kibali kwa mfalme, apate kibali cha kwenda kujenga upya ukuta wa Yerusalemu. Bwana Yesu apewe sifa. Nehemia akawa anamwomba Mungu. Nehemia hakwenda kwa mfalme, akaanza kujiuliza pale, mfalme, mimi nafanyaje? Nyumbani kwetu ukuta umeanguka. Alimwomba kwanza Mungu, akamwambia Mungu, nipe kibali kwa mfalme, nipe kibali mfalme, nipe kibali niende nikafanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona wakati akiwa yupo hapo anaendelea, siku moja mfalme akamwambia Nehemia, mbona kama uso wako umejikunja, una shida gani? Ndio Nehemia kufunguka, anasema kule kwetu kuna makaburi ya baba zetu kumeharibiwa, kama utanipa kibali. Sasa mfalme anamwambia, unatakaje? Anambia, kama utanipa kibali niende unipeleke mpaka Yuda nikafanya hiyo kazi ya Mungu, moyo wangu utakuwa na furaha. Bwana Yesu apewe sifa. Yaani hakulia. Vipi wewe leo unapokutana na changamoto ipi unaenda kulilia kwa watu? Watu hawana majibu, watu hawatakusaidia chochote. Nehemia aliona msaada wake ni kwa Mungu, na Mungu akampa kibali kwa mfalme. Mfalme akamruhusu, akampeleka kwenda kufanya kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Leo unapokutana na shida au changamoto ya namna yoyote, tunajifunza kwa Nehemia, kitu cha kwanza ni kumlilia Mungu. Kitu cha kwanza ni kumuuliza Mungu. Nehemia alikuwa hafanyi kitu chochote, hafanyi jambo lolote bila kwanza kuomba. Bwana Yesu apewe sifa. Lazima amuulize Mungu, hii inakuwaje? Na tunaona baada ya Nehemia sasa kupewa kibali, ameenda kuanza ile kazi ya ujenzi wa hekalu, mambo aliyokutana nayo huko.
Baada ya kufika hapo, tukisoma neno la Mungu linasema kwamba Nehemia baada ya kufika pale alikaa kwa siku 3 kwanza. Mungu kampa maono ndani yake. Mungu kampa mzigo wa kazi ya Mungu ndani yake. Lakini alipofika ilo eneo alikaa kwanza kwa muda wa siku 3. Nafikiri alikuwa anaomba Nehemia Mungu ampe watu wa kufanya naye ile kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Nafikiri alikuwa anaomba Mungu ampe watu ambao watatumika vizuri. Bwana Yesu apewe sifa. Alipofika pale alitulia na maono yake ndani. Leo Mungu amekupa kazi ya utumishi kwenye nyumba ya Mungu. Amekupa mzigo labda wa kufanya kazi fulani. Unaangalia namna unakuta mwingine amepewa mzigo, Mungu amemwongelesha kitu, anaanza sasa kutangaza. Mimi nimepewa mzigo mzito nimepewa wa kumvalisha mama mchungaji, nimvalishe tu apendeze. Jamani, kazi ya Mungu ni vita. Kazi ya Mungu ina upinzani mzito. Ukijua kazi ya Mungu ina upinzani mzito, utamsikiliza Mungu anataka nini. Nehemia alikaa kwa siku 3, ana maono, ana mipango, anajua kabisa ule ukuta utaenda kujengwa pale kwa muda gani. Alijua kabisa, alitathmini kwamba huu ukuta utajengwa kwa siku 52. Utakuwa umeisha. Kwa hiyo tayari alikuwa na vile vitu, lakini hakufika tu akasema Mungu amenipa maono, Mungu amenipa huduma, Mungu amenipa mzigo wa kuja kujenga ukuta. Alitulia kwanza. Mungu akampa watu sahihi wa kufanya ile kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Leo Mungu anapokupa mzigo ndani ya kanisa, mfano hapa mzigo wa uombaji, Mungu anakupa maombi, kumwombea mchungaji, kuombea kanisa. Kama haina haja ya kutangaza, fanya siri, maana kazi ya Mungu ina vita. Fanya tu siri, muombe Mungu, muombe, nenda kwake, mtie moyo, sio mpaka watu wajue kwamba mimi ninamhudumia mchungaji, kwamba mimi ninamuombea mchungaji, kwamba mimi ninafanya 1 2 3, isipokuwa tu kwa yale ambayo yanaonekana. Siwezi kusema kwamba kudeki hapa unaweza kukuta unafanya usafi, lakini kwa swala kama la maombi tunajua ni vita. Kama Mungu amekupa mzigo huo, kaa nao moyoni. Omba kwa siri, mtafute Mungu kwa siri. Yeye aonaye sirini atakujaza. Yeye aonaye sirini atakujaza. Bwana Yesu apewe sifa. Kaa sirini, muombe. Sio sasa ndio unatangaza, Bwana kanipa mzigo mzito kumwombea mama fulani, nimeona anapita kwenye shida. Jamani, tupo kwenye nyumba ya Mungu. Kazi ya Mungu siku zote ina upinzani. Tunaona baada ya Nehemia kufika pale, tukisoma ile sura ya 4, naomba nisomee ile sura ya 4. Nehemia sura ya 4, fungua. Sura ya 4 na mstari wa 1. Lakini ikawa Sanbalati aliposikia ya kwamba tulikuwa tukiujenga ukuta, akagazibika, akaingiwa na uchungu sana, akawazihaki Wayahudi, akanena mbele ya nduguze na mbele ya jeshi la Samaria akisema, Wayahudi hawa wanyonge wanafanyaje? Je, watajifanyizia boma? Watatoa dhabihu au watamaliza katika siku moja? Je, watayafufua mawe katika chungu hizi za kifusi, nayo yameteketezwa kwa moto? Basi Tobia Mwamoni alikuwa karibu naye, akasema, hata hiki wanachokijenga, angepanda mbweha, angeubomoa ukuta wao wa mawe. Sikia, Mungu wetu, maana tunadharauliwa, ukawarudishie mashutumu yao juu ya vichwa vyao. Amina. Inatosha. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona ile sura ya 4, Nehemia alipofika pale anakutana na upinzani mzito wa kina Sanbalati, wa kina Tobia, wa kina Waarabu. Bwana Yesu apewe sifa.
wanampinga asifanye ile kazi ambayo Mungu ameweka mzigo ndani yake kuifanya. Wanampinga asifanye kazi ya Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kwenye utumishi ambao Mungu amekupa, huduma yoyote ambayo Mungu amekupa, tambua kwamba hiyo huduma ina vita. Iwe ni uimbaji, huduma yoyote inayomgusa Mungu, huduma yoyote ile ambayo inamgusa Mungu lazima ipitie upinzani. Lazima kuna upinzani. Kama ambavyo Nehemia alipita. Kwa huwezi kufanya huduma ukaenda tu. Ukajua hapa katikati nitapita tu bila upinzani. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisoma habari za Nehemia alipofika kule, kaanza kukutana na upinzani. Kwanza ameanza kupitia, kwanza waliidharau ile kazi ya ujenzi. Wakasema hivi, hawa watumwa, Nehemia ni mtumwa tu, anawezaje kufanya kitu kinachofaa? Kwamba hata ukuta ukijengwa, ina maana hata mbweha anaweza akaubomoa ukuta. Kwa hiyo ile ilikuwa ni kumdhoofisha Nehemia asiendelee kufanya kazi ya Mungu. Ile ilikuwa ni kumdhoofisha. Kwa hiyo kule kukubali kukatishwa tamaa. Mungu amekupa maono ndani yako. Mungu ameweka huduma kubwa ndani yako. Mungu ameweka kipawa ndani yako. Unapokubali kukatishwa tamaa, unakizika kipawa chako chini. Hakitafanya kazi. Hata kama kwa wakati huo unafanya kwa unyonge. Yaani wanasema hata mbuyu ulianza kama nini? Kama mchicha. Hata kama uimbaji wako haueleweki, na ukisimama hapa watu wanakucheka na unaona unachekwa, nakwambia kazana, kwa sababu unayemtumikia ni Mungu aliye hai, sio mwanadamu. Unayemtumikia ni Mungu aliye hai. Yeye aonaye sirini atakujaza, atakuinua zaidi na zaidi. Usikate tamaa. Leo tumekatishwa tamaa. Watu wanatumika hapa, anaimba, akiguswa kidogo tu upinzani, tayari anaacha kuimba kwaya. Anaacha, anasema siendelee. Nehemia hakukubali kukatishwa tamaa. Alipitia upinzani mzito, alipitia hali ngumu, lakini alisonga mbele kwa sababu alikuwa anajua anayemtumikia ni nani. Usikate tamaa. Kile alichokupa Mungu kidogo, kiheshimu. Ukikiheshimu wewe, Mungu atakiheshimu na watu watakiheshimu. Lakini wao ukikiona ni kidogo, basi hata watu wengine wataona hivyo hivyo. Bwana Yesu apewe sifa. Tukisoma habari za Musa. Musa wakati yupo kwenye kijiti kile, Mungu anamuuliza una nini mkononi wako? Anasema nina fimbo tu. Fimbo. Yani hiyo fimbo ulionayo mkononi ina uwezo wa kugeuka kuwa nyoka. Ukiiweka kwenye thamani ya neno la Mungu, ukajiweka kwenye thamani ya Mungu, ataikuza huduma yako, atakuza kipawa chako. Haijalishi unafagia kanisa. Kama mtumishi wa Mungu jana Elia alivyofundisha kuhusu utumishi. Hakuna utumishi mkubwa kwa Mungu. Hakuna utumishi kwamba eti mchungaji ndo anaweza akapata litaji. Utumishi ni utumishi. Utumishi wowote kwenye nyumba ya Mungu, iwe ni kufagia vyoo, yoyote unayofanya kwenye nyumba ya Mungu ina thawabu ukiifanya kwa moyo wote, ukiifanya kwa nguvu zote. Neno la Mungu linasema fanyeni, msifanye kazi ya Mungu kwa udhaifu. Bwana Yesu apewe sifa. Ifanye kwa nguvu, kama kuimba. Anavyoimba kakangu Po, anaimba kwa nguvu. Kuna kaka mmoja mwana praise, akisifu, anasifu kwa nguvu. Mungu akiona ile bidii yako ulionayo ya kumtumikia Mungu, anakutoa mahali pa chini, anakuweka juu, kwa sababu ameona kwamba una bidii ya kufanya kazi yake. Una bidii. Tumeokolewa, sio kukaa kwenye viti. Sisi wote ni watenda kazi kwa Mungu. Yule anayefagia kanisa ni mtumishi wa Mungu. Yule anayeimba ni mtumishi wa Mungu. Yule anayehubiri, wote sisi ni watumishi wa Mungu. Hakuna mtu ambaye ameokolewa ambaye sio mtumishi wa Mungu. Wote Mungu anataka ufanye kazi yake. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anataka utumike. Utaenda kuonyesha nini? Utaenda kuonyesha nini? Sisi kuna mzee wetu wa kanisa amefariki, mama pale Kongwa. Huyo ametufanya tumejifunza vitu fulani hivi. Amefariki. Lakini mara ya mwisho
akati anafariki, mpaka Mamputi alikaa anasema yani, mama yangu akawa anasema yani, kuna mtu akitoa udhuru wa kuhubiri hata kama ni nusu saa, ukimwambia yule mzee wa kanisa hubiri, yani nusu saa anaenda pale, hana udhuru. Alikuwa hana udhuru wa namna yoyote, anasimama anahubiri anytime akiambiwa, anasimama anafanya kazi ya Mungu. Kaja kafa ghafla. Haya, wewe leo unaanguka unaenda kuonyesha nini? Unaenda kuonyesha nini kwa Mungu wako? Na hujafanya kazi ya Mungu, unaenda kuonyesha nini? Amekufa akiwa anamtumikia Mungu, anafanya kazi ya Mungu kwa bidii. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa bidii sana. Kwa hiyo jua kabisa kwamba kuna kwenda kuonyesha, kuna kitu unatakiwa kwenda kuonyesha. Ulikuwa unafanya nini? Bwana Yesu apewe sifa. Kama ni mwanakwaya, imba kwaya kwa bidii. Kama ni mfanya usafi, fanya usafi kwa bidii. Usitake mwingine akusifie. Jamani, unaweza ukatumika, ukatoka hapo, hakuna mtu kukwambia hongera. Unakutana na upinzani kama wa Nehemia. Mtu anakuambia unachokifanya, yani unaweza ukakata tamaa ukaacha. Kama sio Mungu aliyekuwa ndani ya Nehemia, ile kazi asingeweza kuifanya, kwa kuwa Nehemia alikuwa mtu wa maombi. Yale maombi yalimtia nguvu kuifanya ile kazi. Akafanya kazi. Maombi ndio siri kubwa kwenye huduma yoyote. Ili ufanye huduma kwa ubora, ili ufanye huduma kwa ujasiri, unatakiwa uwe mtu wa maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Nehemia hakufanya jambo lolote, hakufanya kitu chochote. Alianza kwanza kumuomba Mungu, kumuuliza Mungu inakuwaje. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usiogope unapokutana na upinzani wowote kwenye kazi ya Mungu. Usikutoe kwenye lengo, usikutoe kwenye reli, kwa sababu Mungu amekupa hiyo huduma, amekuamini. Mungu amekupa huo mzigo, amekuamini. Kama una mzigo wa kumwombea mchungaji, muombe. Leo tumekuta maono, ndoto zetu, huduma zetu zinakufa. Na kitu ambacho kinaua huduma za watu makanisani ni kukatisha tamaa. Kukatishwa tamaa. Unakuta mtu alikuwa tu na muimbaji mzuri sana, anakuja kuimba, akitoka hapo anaambia ndugu yangu hata step hujui. Na wewe kweli unasikia ndani yako una mzigo wa kufanya ile kazi, lakini unakutana na kukatishwa tamaa. Kunaua huduma iliyo ndani yako, kunaua maono yaliyo ndani yako. Usikatishwe tamaa, usikubali kukata tamaa. Mwamini Mungu ambaye amekupa hicho kitu cha kufanya. Hicho kitu hajakupa mwanadamu. Jamani, siku tutakao simama mbele ya hukumu, ya kile kitu cha hukumu, yule ambaye alikuwa anakukatisha tamaa, ukawa unamuogopa, hutaki kufanya kazi ya Mungu, kwa sababu mama fulani nikifanya pale ananiona, atanionaje? Hata kuwepo siku ya hukumu, siku ya kutoa hesabu. Hata kuwepo ndugu yako, hata kuwepo baba yako, hata kuwepo mama yako, hata kuwepo rafiki yako, hata kuwepo mume wako, hata kuwepo yoyote. Utasimama peke yako kutoa hesabu ya kile ulichokuwa unakifanya. Ulikuwa unafanya nini? Ulikuwa unaimba kwa kumaanisha, au uimbaji wako ulikuwa unaufanya ili ukitoka hapo watu wakusifie, au huduma yako unaifanya ili ujulikane. Ni sawa, Mungu akikupandisha ni sawa tu, lakini usifanye kwa lengo la kujipatia fedha, kwamba nikitoa albamu. Fanya kama unataka kutoa roho, kuziokoa roho za watu. Fanya huduma kama unafanya huduma ya Kristo. Ipo siku utalipwa na Bwana. Usifanye huduma kama biashara. Ukifanya huduma kama biashara, hauna thawabu kwa Mungu. Ukifanya huduma kama huduma yako ina thawabu kwa Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo usichukue huduma kama biashara. Usichukue huduma kama nataka nijulikane, nataka nitambulike, nataka wanithamini au natakaje. Fanya kama
unamfanyia Mungu. Usifanye kama unawafanyia watu. Ukifanya kama unawafanyia watu, siku watu wakikwambia huwezi, utakachi. Jamani, fulani kaniambia siwezi, fulani kaniambia sina viwango hivyo, mimi siwezi kwenda jamani. Lakini kama unamfanyia Mungu, utakavyoimba vyovyote vile, unajua Mungu anapata utukufu. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mdogo wangu mmoja wa mwisho, sisi tupo wanne kwetu. Mtoto wa pili ni mwinjilisti na ni dereva wa mchungaji. Kwa hiyo Mungu ameweka vipawa ndani yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Na mtoto wa tatu ni mwimbaji na mtunzi wa nyimbo, anatunga nyimbo za viwango. Na huyu wa mwisho ambaye ni wa kike, maana tupo wa kike wawili, wa kiume wawili. Mungu amempa huduma kubwa sana. Anafungua makanisa, kanisa mojawapo ambayo yeye kayafungua, ndio tunahudumu hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Amempa kipawa cha kuimba. Anaimba vizuri sana. Na akiimba unaona uwepo wa Mungu unashuka. Mungu kaweka vipawa, Mungu kaweka kalama, lakini vile vipawa vinakufa, kalama zinakufa kwa sababu ya kukatishwa tamaa, kukubali kukatishwa tamaa. Bwana Yesu apewe sifa. Tunafanya kazi ya Mungu kijijini. Kuna baba mmoja, yeye hajui Kiswahili, anaimba Kigogo. Na hata kuimbaji wake, yani akiimba hapa kama wewe unaweza ukamcheka, lakini anapenda kuimba. Anapenda kumtumikia Mungu. Ukimpa nafasi ya kuimba, anaimba step wa juu, anafanya hivi. Lakini yeye mwenyewe ndani yake anajua kile anachokifanya yule ni utumishi, na Mungu anamhesabia mara 100 duniani na mbinguni uzima wa milele. Kwa sababu anafanya, hamwimbii mwanadamu. Anamwimbia Mungu aliye hai. Anamwimbia Mungu anayeishi milele. Ukifanya vitu ili wanadamu wakuone, hufiki mbali. Mwanadamu ni mwanadamu. Mwanadamu ni mwanadamu tu. Yuko Mungu ambaye hakudharau mtu. Nehemia alikuwa ni mtu wa kawaida. Alikuwa ni houseboy. Tunaweza tukasema leo ni houseboy wa mfalme. Lakini Nehemia ndani yake, kwa kuwa alikuwa na Mungu, alionekana mtu wa maana. Alionekana mtu wa maana. Mungu kaweka huduma ndani yake kwenda kujenga ukuta. Nehemia ambaye ni mtumwa, ambaye ni mtu ambaye alikuwa anafanya kazi ya kutenga vinywaji kwenye meza ya mfalme, anatoka hapo, anaenda anakutana na upinzani. Alikutana na upinzani mwingi sana. Nehemia alikutana na vitisho kwanza. Alikatishwa tamaa, alitishwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona alipofika pale kina Sanbalati na Tobia, wakaanza kwanza kutoa maneno yale ya kumdharau. Unajua maneno yanapokuja kwako ya kukudharau, yanakudhoofisha. Kile kilicho ndani yako hakifanyi kazi kwa sababu tayari umedhoofishwa. Ukiyakubali yale maneno, ukiyakubali ndani ya moyo wako, umejimaliza. Ndio maana nakwambia neno la Mungu li hai. Wao watu wakikudharau, nenda kwenye neno la Mungu. Nenda kwenye neno la Mungu, linasema nini kuhusu wewe. Ukijitambua wewe ni nani kwenye ulimwengu wa roho, hakuna mtu atakudharau. Ukishajitambua kwamba nimekuja duniani kwa kusudi fulani ambalo natakiwa nilifanye kwa bidii ili Mungu akuinue, hakutakuwa na mtu akukudharau. Kwa sababu hujui kile kilicho ndani yako. Yuko Mungu mkuu ndani yako. Yuko Jehova ndani yako. Yuko yeye ndani yako. Usikate tamaa, usikubali kukatishwa tamaa. Sikubali kukatishwa tamaa kirahisi. Mungu ameweka huduma, ameweka vipawa ndani yako. Unaogopa kufanya huduma kwa sababu ya watu. Watu wana mbingu ya kukupeleka. Jirani yako ana mbingu ya kukupeleka. Siwezi. Yani ile huduma ya pale ya kudeki, watu wananiambia najipendekeza kwa mchungaji. Najipendekeza. Kwa hiyo ni sasa hivi mwingine mpaka hata kuingia kwenye nyumba ya mchungaji ananyata. Naogopa watasema labda mimi najipendekeza. Wewe hakuna wa kukupeleka mbinguni. Yuko mmoja tu ambaye ni Yesu Kristo, anayekujua. Yeye alikuumba. Yeye aliyekutoa
na umezaliwa wewe tu. Umejikuta huko wewe katika hii dunia. Jamani, Bwana Yesu apewe sifa. Jirani yako ukifa unakufa peke yako. Au huyu anayekupenda atasema ngoja nikazikwe naye, nilimpenda sana. Mume wako mwenyewe siku ya kuzikwa hata ingia kwenye shimo akazikwa na wewe. Mama yako mwenyewe hawezi kuzikwa na wewe. Kila mtu atasimama peke yake kwenye kile kiti cha kutisha cha hukumu akajibu sawa sawa na aliyoyafanya. Hakuna mtu ambaye ataenda na mtu. Hakuna. Usikubali kukatishwa tamaa. Usikubali kuvunjika moyo kwa kile huduma ambayo Mungu amekupa. Uwezo wako ambao Mungu amekupa. Nehemia alikuwa ni mtu wa kawaida. Tunaona habari za Gideon. Gideon alikuwa ukoo wa Manase huko, ukoo ambao umedharaulika. Malaika anamtokea anamwambia wewe shujaa inuka. Mimi shujaa? Mimi? Mazingira yasikutishe. Mazingira ulionayo yasikutishe. Mazingira usilionayo yasikubabaishe. Yuko Mungu mkuu ndani yako ambaye anaweza kugeuza mchana ukawa usiku, ambaye anaweza kugeuza teso yako. Yuko Mungu. Yuko Mungu ambaye anaweza kugeuza usiku kwa mchana. Unaogopa kwa mazingira ulionayo kwamba sina pesa, nyimbo zangu ni dhaifu, huduma yangu bado ni ndogo, siwezi. Kile alichoweka ndani yako Mungu, ule uimbaji dhaifu aliyoweka ndani yako Mungu, ukiwa ni mtu wa maombi ukasimama ukamwambia Mungu, sasa nimeamua kukutumikia wewe. Hichi nilicho nacho, kama fimbo ya Musa. Musa alikuwa na fimbo lakini hakujua thamani yake, si ndio? Mungu anamwambia tupa fimbo. Farao yuko hapo, anamwambia tupa fimbo uonyeshe kwamba huyo Mungu ambaye unamtumikia na nguvu gani. Fimbo ambayo niko nayo siku zote nachunga. Fimbo kutupa, kumbe hii fimbo ina uwezo. Kile ulicho nacho, hicho kidogo, kitumie hicho na kupitia hapo Mungu atakuinua. Mungu atakubariki. Mungu atavijaza na kuvijaza. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Nehemia alipitia upinzani mkubwa sana. Amefika kule, kazi ile inadharauliwa kwanza. Wanaidharau kazi ya ujenzi. Hawa watumwa wanaweza nini? Huu ukuta huu, hata akisimama mbwea juu ya ukuta utaanguka. Mwishowe wanaanza kumtisha. Wanamtumia vitisho. Mpaka wakamkodia nabii wa uongo. Wanamkodia nabii aende kutabiri kwa jina lake ili aache kujenga, aache huo ujenzi, aache hiyo kazi ambayo Mungu amempa. Wanamkodi nabii, anaenda kutabiri kwa jina la Mungu wa Nehemia kwamba acha ujenzi. Leo hii mtu anaweza akaja kwambia Mungu kaniambia kabisa hiyo kazi unayoifanya sio wewe, hiyo sio nafasi yako. Lakini nakwambia Nehemia alikuwa na uhakika na kile alichokuwa anakifanya. Maana alimuomba kwanza Mungu. Alipomuomba Mungu, aweka mzigo ndani ya Nehemia. Alipoweka mzigo ndani ya Nehemia, anatoka kwenda kuifanya ile kazi akiwa na maono kwamba hii kazi naifanya na uhakika. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna vitu ambavyo Nehemia alivifanya ndio maana alifanikiwa. Hebu tuangalie Nehemia kwa nini alifanikiwa. Kutokana na ule upinzani mkali ambao leo tunaupitia. Hata sisi leo unakuta mtu amekata tamaa, unamkuta amechoka kabisa. Kazi ya Mungu yani mpaka unasema siji niache kumtumikia Mungu au nifanyaje? Kazi inapita kweli kweli. Nataka nikwambie hakuna kazi ya Mungu yoyote yenye matokeo ambayo haitakuwa na upinzani. Wewe kama una huduma, jua kabisa hiyo huduma itapita kwenye upinzani. Jua hiyo huduma itapita kwenye vita. Jipange namna ya ukikutana na hiyo vita unatokaje hapo. Jua kabisa kwamba nikikutana na watu wamenivunja moyo, kwenye hii huduma nitaacha au mimi nitaendelea mpaka kieleweke. Bwana Yesu apewe sifa. Nehemia alikuwa na mambo kama 4 hivi ambayo yalimfanya afanikiwe sana.
Jambo la kwanza ambalo Nehemia alikuwa nalo, alikuwa ni mtu wa maombi. Alikuwa ni mtu wa maombi sana. Nehemia alikuwa ni mtumwa tu kwenye nyumba ya mfalme. Alikuwa ni mtumwa ambaye anatenga vinywaji kwenye meza ya mfalme. Lakini Nehemia, kwa kuwa alikuwa na kitu ndani yake, alikuwa na maombi ndani yake, Mungu alimpa kibali kwa mfalme kwa sababu ya maombi. Tunaambiwa Nehemia walipokuja kumpa taarifa kwamba sasa Yerusalemu imeangushwa, kuta zake zimechomwa kwa moto, aliingia kwenye maombi siku ngapi? Aliingia kwenye maombi kwa muda, anaomboleza, anamuita Mungu. Pale unapomwita Mungu, pale unapoomboleza, Mungu anatoa majibu ya maswali ulionayo. Pale unapomwita Mungu, pale unapoomboleza, Mungu anakupa ujasiri, Mungu anakupa nguvu. Bwana Yesu apewe sifa. Mungu anakupa ujasiri hata wa kuongea na mfalme. Mtumwa anaongea na mfalme, na mfalme anafanyaje? Anamkubali. Anamkubali kwa sababu ya kibali cha maombi. Alikuwa na maombi. Ndio maana maombi yanatupa ujasiri. Maombi yanakupa nguvu. Maombi yanakupa uwezo wa kukabiliana kwenye vita kali, kwenye changamoto nzito, mapito ambayo umeshindwa. Ukiwa ni mtu wa maombi, unavuka kirahisi. Kwa hiyo Nehemia aliweza kukabiliana na zile changamoto kwa sababu alikuwa na maombi. Alikuwa ni mtu wa maombi. Bwana Yesu apewe sifa. Alikuwa ni mtu wa kufunga. Ndio maana aliweza kukabiliana na zile changamoto. Pia Nehemia alikuwa na ujasiri. Siku zote ujasiri hauji bila maombi, si ndio? Unapokuwa mtu wa maombi. Kwa mfano kama mimi zamani nilikuwa na aibu, siwezi kusimama hivi mbele za watu nikajiamini. Lakini unapoingia kwenye maombi, unapomtafuta Mungu, anakupa ujasiri, anakupa uwezo, anakupa nguvu ya kukabiliana na kila changamoto, ya kukabiliana na kila kitu. Mungu anakupa nguvu, anakupa ujasiri. Kwa hiyo usiogope mazingira ulionayo. Usijitathmini kama watu wanakuangalia, wanakupimia. Kuna watu wanajua kupimia, Anakupimia, huyu mama mchungaji huyu hawezi kujenga hili jengo la ghorofa hili. Hili linatakiwa wanaume. Mungu amempa maono ndani yake. Amempa maono ya kufanya hiyo kazi. Lakini anakutana na nini? Anakutana na upinzani. Kwa mfano kazi ya Mungu ambayo ilikuwa pale Kongwa pale, ile ghorofa, sio kwamba lilisimama tu hivi likaenda nchui. Ukimuuliza mwenyewe vitu alivyovipitia, changamoto alizokabiliana nazo, utamwambia ningekuwa mimi ningeweza. Kuna wakati alikuwa anatusimulia, anasema wakati wameanza sasa kujenga, kuinua lile ghorofa, wamepita sasa, haisi inapita hapo barabarani, inapita, kuna mtu akasimamisha, hebu simama. Akashuka mtu, kalala chini kwenye tena kipindi kile kulikuwa hakuna lami, udongo. Anacheka. Jamani, eti hawa nao wana uwezo hivyo, wanalijua ghorofa. Yaani Mungu kama kaweka picha ndani yako, kaweka maono ndani yako, hakuna mtu atakaye kuelewa yale maono yafanye. Mungu peke yake atakuelewa. Unaweza kuona maono yako makubwa, wewe maono ukaanza kuambia watu, wanakukatisha tamaa ufanyi. Unao maono, Mungu amekupa maono. Yeye aliyekupa maono ana njia namna ya kufanya kuyafikia maono yako, kuifikia huduma yako. Usikate tamaa, usikatishwe tamaa. Usikubali. Mungu amekupa maono, yafanye maono yako. Leo unakuta Mungu amekupa kitu. Unajua Mungu anaweza akakuongelesha jambo au akakupa jambo. Ile jambo ni la kwako wewe. Ile jambo amekupa wewe, kama wewe unatoka hapo, unaenda unamwambia jirani yako, litafanikiwa. Unakutana na mtu kama Sanbalat, unamwambia maono yako. Sanbalat anayaua maono yako, anayazika ndoto zako, unabaki mtupu. Jifunze kunyamaza. Maono aliyokupa Mungu ni yako.
Tafuta ambaye mtu unaweza kumshirikisha, ambaye Mungu atakuelekeza, atakusaidia. Lakini unaona huyu hata nikimwambia hawezi kunisaidia, kaa nayo, haina maana. Leo watu hawatakuelewa. Umebeba maono, umebeba kitu ndani yako, unapicha wapi unaenda, hakuna mtu atakuelewa, ila ni Mungu pekee anajua. Mungu pekee aliyekuumba. Mungu aliyekuumba. Mungu anasema, Mungu alipomuumba mwanadamu alimfanya kwa mfano wake, si ndio? Alipokuleta, nitoe mfano wa hii hapa microphone. Hii speaker hii. Hii speaker imetoka wapi? Imetoka Ulaya. Wanaotengeneza si wanaleta na kile kitabu chake cha maelekezo, kwamba hii speaker inatakiwa itumiwe 1 2 3. Ikitumiwa tofauti na yale maelekezo inafanyaje? Inakufa au inaungua. Ndivyo ulivyo wewe. Mungu alipokuumba alijua utakuja kufanya nini. Sasa nenda kwa Mungu, mwambie Mungu, nipe maelekezo. Nipe maelekezo namna ya nimekuja kufanya nini. Hakuna mtu aliyekuja duniani bure. Hakuna. Umeumbwa, umeleta na Mungu, yeye ndo ana kitabu cha maelekezo yako, kwamba unatakiwa ufanye 1 2 3 4 ndio utafanikiwa. Ukichomeka hapa hii speaker itaungua. Fanya 1 2 3 4 ndipo utafanikiwa, ndipo utainuliwa. Kwa hiyo sisi tunakuta hatukai kwenye lile kusudi ambalo Mungu amekuumba. Ukija hujui Mungu amekuweka kwenye nafasi hii, unatumika kama speaker, unachukua zile waya, haya utafanikiwa. Unajikuta unaishi maisha magumu, si ndio? Lakini yale ambayo Mungu amekupangia, yale ambayo Mungu anataka wewe uwe jinsi yaani uwe kama yeye Mungu anavyotaka, jinsi ambavyo alikuumba, anajua utaishije, anajua utakulaje, anajua utatembeaje, anajua utafanyaje ili ufanikiwe. Nenda magotini, mwambie Mungu, nipe maelekezo. Nipe maelekezo ya namna ya kuishi. Kwa sababu yeye ndio amekutengeneza. Kama kile kifaa kilivyotengenezwa, yeye ndo kakutengeneza. Kwa hiyo alipokuleta kwenye hii dunia, anajua uweke wapi. Kwa hiyo atakupa maelekezo. Kifaa chako hicho kinatakiwa kitumike 1 2 3, na utakapofanya hivyo utashangaa mambo yako yanaenda. Utashangaa unainuka, kwa sababu umefanya kama ambavyo vile inatakiwa uwe. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo ujasiri, Mungu aliweka ndani yake ujasiri. Hakuogopa. Yaani hakufanyaje? Hakuogopa. Leo yani mtu akikatishwa tamaa na kanisani haji, na kanisa lao naacha, wewe hujajua unayemtumikia, hujajijua wewe ni nani. Utakapojijua wewe ni nani, utanyenyekea chini ya mkono wa Mungu ulio hodari. Hata wakukanyage, hata wakubeze, hata wakutemee mate, kama ambavyo Yesu alishuka kwenye hii dunia. Alidharauliwa, alitemewa mate, aliambiwa mambo yote, lakini alikuwa anajua ana mission. Alikuwa anajua nini? Alikuwa anajua ana mission. Haya madharau yao, haya maneno yao hayatanisaidia mimi, naenda kwenye mission. Kwa hiyo alisonga mbele kuelekea kwenye mission yake. Kuwa ujasiri, kuwa mvumilivu. Alikuwa mvumilivu. Nehemia alikuwa mvumilivu. Aliweza kuwa mvumilivu kukabiliana na zile changamoto. Bwana Yesu apewe sifa. Kuwa mvumilivu. Alafu kuwa mtu ambaye Mungu amekupa kitu, kaa nacho ndani ya moyo. Sio lazima umwambie ndugu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Sio lazima umwambie mtu fulani ili akuone wewe wa kiroho. Bwana anakuambia, kanitokea. Kama kweli Mungu amekuruhusu, hilo ni la kwako, ni la mtu mwingine ili naye atiwe moyo, msimulie. Lakini kama kuna vitu vingine Mungu amekuonyesha kwa faida yako mwenyewe, jifunze kunyamaza. Tunaona hata Yesu alikuwa na wanafunzi wangapi? 12. Lakini kuna wakati aliwachukua Petro, Yohana na Yakobo, akapanda nao mlimani kule, akajigeuza. Wakaona utukufu. Wakaona watu wawili pale, Elia na nani? Wakawaona pale. Hakujibadilisha kwa wale wanafunzi wengine 12. Kwa nini? Wakati mwingine Yesu alikuwa anawachukua, anapanda nao, afu anawaambia moyo wangu una uchungu kiasi cha
kufa aliwaamini wale. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo maono yako, tafuta watu ambao unajua hawa wana uwezo. Bwana Yesu apewe sifa. Ninapokwenda kumalizia, Mungu akusaidie uwe na uwezo. Uwe na uwezo wa kustahimili yanapokukuta majaribu. Utahama makanisa mangapi? Leo washirika wamekuwa wanahamahama, wanatafuta nini? Faraja. Mungu akishakupa huduma, akishakupa huduma ya kufanya, wewe tambua kwamba hii huduma lazima itakutana na vita, lazima itakutana na changamoto. Nipewe sifa, nisipewe sifa, nitasonga wapi? Ukiimba hapa, unataka ukitoka huko watu wakwambie, yani wewe aisee mbinguni kesho. Yani wewe mbinguni moja kwa moja. Yani wakati unaimba pale nimeona na malaika. Unataka hivyo. Lakini ukitoka hapo watu wasiposema chochote wasema Mungu wangu, unakata tamaa ya kufanya nini? Tena ukikutana kabisa ndo anaambia na step ulikosea. Ndo unakufa na kiroho. Unaacha na kazi, unaondoka sasa kwamba niende kwenye kanisa lingine, huduma yangu pale haikubaliki. Wewe fanya hivyo hivyo, watu wakubali wasikubali, songa mbele na utumishi ambao Mungu amekupa. Usikate tamaa, usikubali kukatishwa tamaa. Yesu yuko pamoja nawe. Yesu yuko pamoja nawe. Una uhakika Mungu amekupa kama Nehemia. Alikuwa na ujasiri kwa sababu alikuwa anajua ndani yake Mungu amempa nini? Maono. Ndani yake Mungu amempa uwezo. Kwa hiyo alikuwa anatembea kwa kujiamini. Wakina Sanbalati wanamtisha, wanafanya nini? Mpaka mitego walimwekea. Lakini ukiwa mtu wa maombi, utaijua mitego yao. Utajua kila wanachotaka kukifanya, utakijua, Mungu atakufunulia. Kwa hiyo jioni, mchana wa leo, ninapokwenda kumaliza ni kwamba kama unaona ndani yako kuna utumishi ambao Mungu alikuwa amekupa wa kufanya kazi ya Mungu, labda ya kufagia, ya kudeki, ya kufanya usafi chooni kule, umekatishwa tamaa, umeacha, muombe Mungu akusamehe. Rudi kwenye nafasi yako. Rudi kwenye nafasi yako kabla Mungu haja kudai hiyo nafasi. Bwana Yesu apewe sifa. Haijalishi hata kama watu watakuonaje. Wakuona wanavyokuona, lakini wewe ndani yako unajua kile unachokifanya. Ndani yako unajua kile unachokifanya. Songa mbele, fanya kazi ya Mungu, acha kuangalia upinzani. Viupinzani hivyo vitakuwepo, maadui siku zote kwenye maisha yetu wapo, lakini sisi tunaendelea. Ukitazama maadui, utashindwa kuendelea mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Kaza buti. Kaza buti. Simama. Naomba dada mzuri hapo alikuwa anaimba jana wimbo nimeupenda wa kuabudu. Atuimbishie wimbo wa kuabudu. Mwambie Mungu akusaidie. Pale ambapo unajua kabisa hapa kuna namna nimeacha huduma. Nimeacha kwa sababu tu ya upinzani. Kwa sababu tu watu hawanielewi. Mwambie Mungu akusaidie.